ndugu zangu wana mtandao, hii pati ya 15 ilichelewa kutokana na sauti yangu ilipotea ghafla. Kweli moja kwa moja nimeenda zangu hospitali kwa daktari. Daktari kunipima akaniambia bwana hauna tatizo lolote, nikaona sio kweli. Kweli moja kwa moja nikaanza ngoja niende upande wa pili. Kwenda upande wa pili nadhani mnapajua kwa mganga. Nilipoenda kwa mganga mwanangu, mganga akapiga nyanga za kibabe. Mwanangu akaja kuniambia bwana kuna mtu kakubania sauti yako ili mradi usiendelee kutoa story yako ya maisha mtandaoni. Nikaona hii sauti hii nini? Mimi sitegemei mtandao ili unitoe kimaisha niishi, au kutegemea mtandao. Mimi na mifumo yangu mingine ya kimaisha. Lakini nikaona sio kweli. Nikatumia dawa dakika za mwisho mwanangu, sauti imerudi tena. Nikasema hii ngoma draw, hii ndo Afrika, hii ndo Tanzania na story kama kawaida inaendelea. Kweli mwanangu katika maisha yangu ya kuishi ndani ya Ulaya, katika nchi ya Italia, katika mji wa Bari, kweli mwanangu shoga la kizungu lile mwanangu kuna siku akaanza kuniambia, mimi nataka tufunge ndoa ya milele mimi na wewe, tufunge ndoa harusi tuoane. Nikamwambia unasemaje? Mimi sijawahi kuona mwanaume wanaoana duniani, ndo kwanza wana mpya, ndo na hizo mpya hizo mwanangu, staili hizo mimi nakusikia wewe. Akaniambia unaona ajabu, basi sikiliza, una wasiwasi kama vipi kesho mimi nataka unipe kampani yako nipeleke kwenye sherehe. Nikamwambia basi haina shida, kama vipi kesho ibuka, mimi utakuja kunichukua utanikuta hapa mtaani. Kweli hiyo shoga likatembea. Kesho asubuhi mwanangu sijaamka nasikia oni chini kwenye mjengo pipi kuchungulia hivi na kuna mwanangu ile gari la kifahari mwanangu aina Ferrari mwanangu new model. Mwanangu akigambia akanambia oya mwanangu ndo maisha yetu haya, tunaruka na bibi vizee, tunaruka na mwanangu na vijane kama kawaida. Na ukipata shoga mwanangu kama kawaida, shoga nimekupenda hilo mwanangu, chezesha hapo mwanangu, wauni wananipanga hivyo akigambia mwanangu Afrika Magharibi hiyo. Kweli ngono mwanangu sio poa, mzee nikashuka paka kwenye chuma kweli kuingia kwenye chuma moja kwa moja mwanangu paka kwenye sherehe. Kufika kule kwenye sherehe mwanangu tumekuta watu wanafunga ndoa katika nyumba ya Mungu na kiongozi wa dini ndo anafungisha ndoa. Mwanangu mmoja na anamuoa mbwa, mwingine anafunga ndoa mwanangu na nguruwe. Nikaona mwanangu maisha ya Ulaya pale mwanangu sio poa. Wazungu mwanangu wanafunga ndoa, mwanangu binadamu anafunga ndoa na wanyama. Dakika mwisho mwanangu jicho limenitoka mwanangu, nikiangalia mwanangu vishoga kama vyote mwanangu katika maeneo hayo hapo. Kwani dakika mwisho mwanangu nikamuuliza, nikamwambia sasa uchawi nini? Mbona watu wanafunga ndoa na wanyama, kwani binadamu hakuna? Akamwambia ndo maisha yetu ya Ulaya. Yani usiogope, mimi ndo maana nimekuletea sehemu kama hii uje kujionea. Ona kataa kufunga ndoa na mimi mwanamume mwenzako, binadamu mwenzako, na kati hapo wanafunga ndoa watu na wanyama. Sasa kufunga ndoa na wanyama na binadamu mwenzako kama mimi bora nini? Nikamwambia jicho limenitoka mwanangu kama loading. Ngono mwanangu kweli mwanangu Ulaya kwa wazungu mwanangu ndo kuna watu wana dhambi na huko ndo kuna shetani. Huko Afrika shetani angoja likizo akimaliza anaenda Ulaya kuendelea na kazi yake. Kweli dakika ya mwisho mwanangu ule mzungu mwanangu ile shoga likaanza kuita mashoga wenzake. Ananielekeza mwanangu, bwana huyu ndo mume wangu, nitafunga naye ndoa na siku ya harusi nitakualikeni. Nikaona kweli mwanangu sio poa. Dakika ya mwisho mwanangu sherehe ikaisha pale, watu wamefunga ndoa, mwingine kama mbwa, mwingine kama nguruwe. Kweli mwanangu kutoka pale mwanangu tukaingia kwenye Ferrari mwanangu new model car. Kweli moja kwa moja mwanangu mpaka mtaani kwake kwa wazazi wake, kaenda kule kaenda kunitambulisha kama mimi ndo ananipenda. Dakika ya mwisho yani hata kufunga ndoa na mimi, yani mbele ya wazazi wake mwanangu, wazazi wake nayo vivyo kwa support kana kama umempenda hapo ina noma bwana, fungeni ndoa mnali mkubaliane. Kweli dakika ya mwisho mwanangu kweli sio poa. Mimi nikamwambia bwana sikiliza bwana, pale mbele ya wazazi wake nikamwambia bwana mimi sikiliza, hiyo mdau kakuleteni kwenu au tu bwana kunitambulisha, na mimi mwenyewe inabidi nipige simu Afrika Tanzania kwa wazazi wangu, niwaambie wazazi wangu kama mimi nipo Ulaya huko nimepata shoga la kizungu linataka kufunga ndoa na mimi nilioe. Kwa hiyo wakinipa go ahead basi haina shida, mimi nitakuoa, usio na wasiwasi yoyote. Kwa hiyo sikilizia kwanza, so force chapu wewe umeenda kwa wazazi wako na mimi nataka niwaambie wazazi wangu. Kweli dakika mwisho ile shoga kaambia basi poa, mimi nakusikilizia, fanya mpango ili mradi yani wiki hapa isiishe. Kweli dakika mwisho mwanangu story inaendelea pati 16. Fuatilia upate kujua kitu gani kilichoendelea baada ya story hii.